Unapotanisikiza useme amena. Leo tunajifunza kitu adimu sana katika kanisa la sasa. Tunajifunza kitu adimu sana katika kanisa la sasa. Je, wajua kitu adimu sana katika kanisa la sasa? Kitu adimu katika kanisa la sasa, cha kwanza kinaitwa upendo. Upendo ule wa kweli. Sasa ni kitu adimu sana katika kanisa la sasa. Ni kitu adimu sana upendo ule wa kweli. Leo kuna upendo wa kinafiki, ni mwingi sana. Ni upendo wa kinafiki unaotawala kanisa la leo. Nisikilize, tunataka tukumbushane tena. Kitu adimu cha kwanza ni upendo. Wengi hawana upendo, ni wachache wanacho kitu hichi, upendo ule wa kweli, upendo ule wa dhati. Hata wewe mpendo wangu ulioko makanisani siku ya leo, ujue kitu adimu sana katika kanisa la leo kinaitwa upendo. Kitu cha pili kinaitwa uaminifu. Uaminifu ni kitu adimu sana katika kanisa la sasa. Wengi wanaongoza katika kutokulipa hata madeni katika maduka au katika biashara. Nadhani unayofanya biashara, kama ni wa kanisani, unawapenda wenzako, ulishawahi kuwakopesha, ulishawahi kuona roho iliyopo. Uaminifu ni kitu adimu sana katika kanisa la sasa. Ni wachache walionao, ni wachache walionao, ni wachache walionao. Hata wewe pengine nazungumza na wewe, hauna uaminifu. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Kitu cha tatu kinaitwa utu wema. Utu wema, utu wema. Leo tunajifunza kitu adimu sana katika kanisa la sasa, kwa walokole wa sasa. Kingine kinaitwa ni utu wema. Utu wema. Watu wengi hawana wema sasa. Ukipata shida utawasikia ndio watakusema. Ukipata janga ndio utasikia wa kwanza kukutangaza. Ukipata janga, badala ya kukuombea, utasikia wanakucheka, wanakuvunja moyo. Paka wachungaji, nisikilize, hiki ni kitu adimu sana. Weka komenti yako hapo utakayenisikiliza. Ni kitu adimu sana utu wema. Wapo watu wa kanisani wanaumiza siku za leo, ni wengi sana. Hata kama ukipata shida, hata kama ukipata chochote, ukaribikiwa, ndio watakuwa wa kwanza kushangilia na kumshukuru Mungu na kusema tuone sasa, akome. Nakwambia utu wema katika kanisa la sasa ni kitu adimu sana. Kitu cha nne kinaitwa amani. Tunajifunza kitu adimu sana katika kanisa la sasa. Amani katika watu wale wa kanisani ni chache sana. Wapo wengine wana furaha kanisani, lakini majumbani wana magomvi. Na wewe unanisikiliza, inawezekana unalo hilo. Katika kanisani ni Bwana asifiwe. Kanisani unasema watamwona Mungu, lakini hata mume wako hamuongee naye, hata mke wako hamuongee naye. Ukifika nyumbani mkali kama simba, na mwanamke ukifika nyumbani ni korofi kama umetoka kwenye pombe. Nasema kitu adimu siku ya leo katika kanisa la sasa kinaitwa kingine cha nne kinaitwa ni amani. Cha mwisho ni uvumilivu. Namba 5 ni uvumilivu. Kitu adimu katika kanisa la sasa. Mungu atusaidie, Mungu akusaidie. Kingine kinaitwa uvumilivu. Kitu adimu katika kanisa la sasa. Watu wengi hawavumilii kuolewa kwa muda wa Mungu. Hawavumilii kupata mali kwa msaada wa Mungu. Hawavumilii kupita katika majaribu. Wanarudi nyuma sasa, wanakata tamaa. Wapo hata wengi ambao nilianza nao katika wokovu mimi. Na wakumbuka vijana wenzangu tuliokoka nao siku na muamini Yesu, lakini ukifuatilia leo wamerudi nyuma. Ni kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Wamekosa uvumilivu kwa Yesu. Mungu atusaidie mimi na wewe. Kitu adimu kingine cha 5 nimesema ni uvumilivu. Ni uvumilivu. Mwanamke inahitaji uvumilivu. Safari tulionayo tunahitaji kuwa wavumilivu. Tunahitaji kuvumiliana wakati mwingine hata katika miji yetu. Tunahitaji kuvumiliana hata katika nchi yetu. Tunahitaji kuvumiliana hata katika kanisa kwa pamoja, kwa sababu kitu hicho ni muhimu sana katika safari yetu, lakini kimekuwa adimu sana. Kwa vitu hivi vichache nilivyovinyambulisha 5 vimekuwa ni adimu sana. Hata wewe utakayenisikiliza, inawezekana utaniunga mkono ukakuchunguza, na kwa ufahamu wa kawaida ukitazama kanisani kwenu utaona vitu hivi 5 ni adimu sana, ni adimu sana, ni adimu sana. Mungu atusaidie, Mungu anisaidie. Ni kwa majina yangu naitwa Pastor Andrea Labani Danieli. Simu yangu ni 06 22 88 80
39. Mungu ambaye atusaidie sana. Baba Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa ajili ya wakati kama huu. Naomba tusaidie mimi na msikilizaji wangu. Vitu hivi vimekuwa adimu sana katika kanisa la sasa, na hali ni hilo, ni tunda la Roho. Tunahitaji msaada wako na neema yako, Bwana. Kupitia ujumbe huu tuamshe sasa, utuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki sana na kutakia siku njema. Amen, amen.